kisha urudi nyumbani. Tulia kwanza. Unazungumzia kutoa nini? Kutoa hiyo mimba. Sipo tayari. Unasema? Sipo tayari. Hivi Vai, mbona nakuwa kama napambana mwenyewe, lakini mbona unionyeshe ushirikiano wewe? Nishakwambia sipo tayari kutoa mimba hata iweje. Mbona unionyeshe ushirikiano lakini? Ndio nikuonyeshe ushirikiano kwenye kutoa mimba. Yaani nahangaika mimi mwenyewe. Yaani naonekana yani mimi ndo napambana tu. Yaani wewe hata hujali. Kwani mimi naongelea swala muhimu kama hilo. Swala nyeti kama hilo. Kutoa ujauzito. Upo serious kabisa unasema eti swala muhimu hata uogope. Ngoja nikwambie, sikiza nikwambie. Mimi siwezi kutoa mimba. Na sijawahi kutoa mimba. Na nilishawahi kumuulizia mama kuhusu swala hilo la kutoa mimba. Akaniambia endapo mtu akijaribu kwenye ukoo wetu kutoa mimba, anaweza kupoteza uhai. Kwa mimi siwezi na sipo tayari. Hata ufanyaje siwezi. Hayo ni maneno tu Vai. Maneno? Wangapi umetoa ujauzito na wakaendelea na masomo na hamna anayejua. Sitaki sasa. Sikia. Naona nakubembeleza sana. Utake usitake. Ilikuwa niende kesho, lakini itanibidi niondoke sasa hivi. Niende nikafuatilia hiyo dawa. Nikiipata utakunywa na utaitoa hiyo mimba. Hivyo vidonge labda uninyoshe nikiwa sijui. Ila kunipatia mimi nivimeze mimi. Nakwambia utake usitake hiyo mimba utaitoa. Sisi nilikuwa nakubembeleza wakati unaingiza maisha yangu kwenye hatari. Hivyo uone kama ukiingia wewe wakija kugundua kwamba unaishi na mimi hapa, itakuwa ni hatari kiasi gani? Alafu pili una ujauzito. Auone utaniweka kwenye mashaka? Auone kama ni miaka 30 kabisa. Please Vai. Tuheshimiane katika hilo. Utake usitake utakunywa hiyo dawa na utautoa huo ujauzito. Nimemaliza. Labda sio mimi Vai.